Na njia nyingine pia tunasema ni the level of consumption, kiwango cha matumizi ya mtu, si ndio? Unapokuwa unatumia zaidi ya unachokiingiza, maana yake wewe elimu ya fedha haijakusaidia, huna elimu ya fedha kiufupi. Maana yake uchukulie mfano unaingiza shilingi 30,000 kwa wiki, alafu 30,000 hiyo matumizi yako yanaenda mpaka 70,000. Maana yake unaenda mpaka na kukopa kabisa ili ukizi matumizi yako. Tunasema wewe hauna elimu ya fedha. Kwa hiyo matumizi, consumption, level of consumption, expenditure iendane na kiwango chako cha pesa unayoingiza na kiwango chako cha pesa ambayo unatakiwa uitunze. Hivyo. Lakini njia nyingine pia ya kumsaidia mtu ili awe na uelewa kidogo kuhusiana na elimu ya fedha tunasema ni budget. Ili uweze kuwa na elimu nzuri ya fedha, ni lazima ujifunze kitu kinaitwa budget line. Maana yake ni kwamba unapokuwa unafanya budget, umechora mstari mwekundu kwenye matumizi yako ya pesa na shilingi 10,000. Maana yake ni kwamba nitakapoanza kufanya matumizi yangu yasije yakazidi shilingi 10,000. Maana yake nikienda beyond budget line tayari sina elimu ya fedha. Kuna matatizo makubwa ambayo yataniandama, aidha niende kukopa, niende nichukue sehemu pesa, niweke bondi baadhi ya vitu ili niweze kukizi budget yangu. Kwa hiyo budget line ni muhimu sana kwa mtu ambaye anataka kujifunza elimu ya fedha. Kama matumizi yangu yanataka nitumie shilingi 10,000 kwenye familia yangu, basi nitumie shilingi 10,000 kushuka chini, sio niende beyond budget line. Nitakuwa nimefeli kila kitu. Kingine ni tunasema kitaalamu ni ostentatious goods. Yaani matumizi ya zile bidhaa za gharama. Ostentatious goods kitaalamu tunasema ni bidhaa ambazo thamani yake inaongezeka kadri pesa na watumiaji wanapozidi kuongezeka. Nikitolea mfano, tuchukulie mfano simu za iPhone, si ndio? Yes. Kwa hiyo unamkuta mtu kipato chake kwa mwezi ni shilingi 200,000. iPhone inauzwa $1,200,000. Kwa sababu ya tamaa anataka amiliki kitu ambacho kina mzidi uwezo, basi ile pesa ambayo anakuwa anaipata kidogo kwenye mshahara wake yote anahamishia kwenye kununua iPhone moja. Kwa hiyo mishahara yote 10 yote anapeleka kununua iPhone moja. Mwisho wa siku anakuta hajaweka akiba yoyote ile na anakuwa hajafaidika kabisa na anakuwa ameingia kwenye vitu kama kukopa ili aje kufix madeni aliyokuwepo nayo. Kwa hiyo ostentatious goods ni tatizo kwa vijana. Watu wanaishi kwa fashion sana siku hizi. Mtu ameona labda kuna gari fulani imetoka inauza $800,000, uwezo wake wa kununua gari ni $12,000,000, anaingia madeni ili na yeye aendane na dunia inavyoenda. Kwa hiyo ostentatious goods ni moja kati ya tatizo ambalo linatutesa vijana. Cha mwisho tunasema ni kiwango cha ujira au mshahara ambao unaupata, si ndio? Maana yake ili uweze kuhifadhi pesa, si ndio? Tunasema kiwango chako cha mshahara ndio pia kitakachoonyesha kiwango chako cha kutunza pesa, na pia kitakachoonyesha elimu yako ya fedha ulionayo. Kwa mfano, kuna tofauti kati ya ujira na mshahara. Ujira ni pesa anayoipata mtu baada ya kufanya kazi kwa muda wa masaa kadhaa. Kama ni masaa 12 anapewa pesa yake. Mfano Tanzania, mfano mzuri wa kazi ya ujira ni kama wale tunawaita masaidia fundi. Kwa siku ni shilingi 5,000. Amefanya kazi kutwa nzima, saa 12 anapewa shilingi 5,000. 5,000 hiyo hajui namna ya kuitumia. Anatumia yote katika matumizi ambayo sio ya kawaida. Mwisho wa siku hajafanya saving yoyote, anakuwa ameharibu, hajatunza pesa kwa ajili ya matumizi ya baadaye. Kwa hiyo kiwango cha mshahara, kiwango cha ujira ambacho mtu anakipata kwa siku au kwa mwezi ndicho kitakachoainisha kiwango chake cha kutunza pesa kwa ajili ya matumizi ya baadaye. Chukulia mfano mtu anapokea shilingi $2,000,000 kwa mwezi. Huyu tunasema saving yake itakuwa ni kubwa kuliko mtu anayelipo shilingi 100,000 kwa mwezi, si ndio? Yes. Kwa hiyo na maana yake hata huyu anayepokea $2,000,000 kwa mwezi, budget line yake ni kubwa, inaweza ika-exceed. Anaweza akatumia hata 100,000 kwa siku kulingana na atakavyokuwa amepangilia mambo yake. Lakini kwa anayepokea kiwango kidogo cha mshahara hawataenda sawa sawa, na ndio maana sasa utasikia fulani ameajiriwa,
huu ni mwezi wa 6 ipo kazini, hatuoni maendeleo, hakuna alichokifanya. Kumbe shida ni nini? Ni the rate of, ni kiwango cha mshahara anachokipata ni kidogo, akikizi mahitaji ukilinganisha na mwenzake ambaye ameajiriwa kwenye kampuni ambayo labda inatoa kiwango kikubwa cha mshahara. Kwa hiyo hutaweza kuwalinganisha. Lakini bado kuna mtu ameajiriwa na analipwa mshahara mkubwa huu ambao unaosema, lakini tunaona anaajiriwa maisha yake yote, ujana hata uzee. Sababu ni nini? Sasa tutarejea kwa ajili ya hilo swali. Bwana Ezekiel. Naam. Unafikiri ni sawa na ni sahihi sasa watoto majumbani lakini pia mashuleni wazazi wakakaa na watoto wao kuelekeza namna ya kuhifadhi na kutunza fedha zao vizuri, hata kama mtoto anapewa pocket money asivuruge kwa kutumia vibaya, apewe elimu ya fedha toka nyumbani hata shuleni hata anapokuwa mtu mzima, ili aweze kutunza na kuhifadhi fedha zake vizuri kwa maendeleo yake binafsi. Sawa? Hilo ni sahihi. Kama maisha yetu sisi wazazi tukijua kwamba kuna umuhimu zidi ya mtoto kumpatia elimu, hiyo ni sahihi. Isipokuwa sisi kama wazazi sawa, sana tunajali maisha yetu, unaona, na kujijengea dhana ya kwamba mtoto kikubwa ni kumtafutia urisi. Urisi wenyewe hatuangalii urisi ule wa elimu, tunaangalia urisi wa mali ninazozikusanya mimi kama baba au mimi kama mzazi, unaona. Tunasahau kumjengea urisi wa elimu, unaona. Kama ikiwezekana, unaona, wale walimu wa taaluma kama hizo sawa, wajitokeze kutokea hapo shuleni wapate ile elimu sawa, na shinikizo lipitie kwa wazazi. Kwa mfano kama wakifanya mkutano au kikao cha wazazi na walimu, wanapewa hayo mawasiliano, ili mawasiliano yatoke nyumbani kwenda shuleni. Walimu wajitahidi kuwajengea namna ya umilikiaji wa fedha, kwa sababu fedha yenyewe sio kwamba hakuna mtu ambaye hajapangiwa kupata fedha. Wote tuna nafasi hizo, ila ile elimu ya kuitumia kama ukiwa huna, ndo maana ya kutumia mambo kama hayo, unaona. Lakini kama wazazi na walimu tukishirikiana kuwajenga watoto na kuwapatia elimu kama hiyo kwa watoto hata mashuleni, nina imani, kwa sababu akiwa bado mtoto ni kama karatasi nyeupe, haina kitu, ila ikiwekewa andishi fulani, andishi hilo halitoki, unaona, na wala haliwezi kuchafuka. Mtazamaji wa Mjasilia TV, kipindi hewani ni Kijiweni, na mada tulionayo siku ya leo, unafikiri ni wakati gani sahihi mtu anastahili kupata elimu ya umiliki wa fedha kabla hajapata fedha zenyewe? Ninarejea kwa mtaalamu wa masuala ya uchumi Emmanuel Isaya. Amesema kuna utofauti wa mtu anayepokea kiwango kikubwa cha mshahara na kiwango kidogo. Mimi nina swali kwake. Sisi wote ni mashahidi. Kuna watu wanafanya kazi, wanalipwa mishahara hiyo tunayosema ni mizuri mikubwa, lakini tunaona wanafanya kazi maisha yao yote, wangali vijana mpaka wazee. Tatizo nini? Naam. Hilo swali lipo na ni swali zuri pia. Na hiyo changamoto tunaiona. Mtu anaanza kazi akiwa kijana mpaka na staff hana chochote. Inawezekana. Hiyo kisomi au kiuchumi tunasema ni time preference. Time preference maana yake ni kwamba ni ile tabia ya mtu kuwa anafanya kazi, anapokea pesa nyingi, alafu anaitumia vibaya, akijua kwamba kesho nitapata pesa nyingine. Chukulia mfano, mtu analipwa shilingi milioni 10 kwa mwezi. Kwa hiyo huyu mtu manake ile money extravagance, ule utumiaji mbaya wa pesa unakuwa ni mkubwa, akijiaminisha kwamba leo natumia hata milioni 2, kesho ipo. Ila amesahau kwamba job sio permanent, si ndio? Ajira sio ya kudumu miaka yote. Huwezi kuwa na kazi miaka yote. Kuna kufa, kuna ajali, si ndio? Huyo mtu leo anapata ajali kazini, tayari hana kazi tena, anakaa nyumbani. Mwisho wa siku pesa hana. Huyo mtu imetokea kupunguzwa wafanyakazi kazini, si ndio? Hana kazi. Kwa hiyo kuna factor nyingi ambazo zinawafanya watu wanapata hilo tatizo. Mwisho wa siku unasikia jamani kuaga vizuri huyo. Kumbe issue ni kwamba alishindwa kucheza na time preference vizuri. Alitumia muda wake vibaya. Hakufanya saving ya kutosha.
Unajua kwenye uchumi kuna kitu tunasema kwamba tunakiita kwamba tunasema kwamba economic resources ni scarce resource, kwamba rasilimali siku zote huwa ni limited, hazitoshi. Pesa haitoshi, si ndio? Wewe baba yako ana miaka mingapi sasa hizi? Umri mpaka si umekuwa binti. Pesa haijawahi kutosha. Chukulia mtu kama Elon Musk, billionaire, anaelekea kuwa trillionaire wa dunia. Pesa haimtoshi. Kila siku anatafuta pesa. Kwa nini? Kwa sababu akipata pesa ana allocate sehemu ambayo ni sahihi, anawekeza sehemu ambayo anajua hata kama huku kesho pakileta shida, bado upande wa pili ambako nimewekeza hii pesa itaendelea kuzaa, sitafilisika, sita bankrupt. Kwa hiyo utofauti wa sisi na wenzetu wazungu wenyewe wanafanya effective allocation of money. Sisi tunafanya effective extravagance of money. Ukipata pesa unatumia yote inaisha. Ila mzungu anawekeza. Kwa hiyo kitu cha msingi ambacho kinaweza kutusaidia sisi, ukipata pesa, hebu jaribu kuallocate. Ukipata 50 kata 25 weka sehemu nyingine ili ije ikutunze kwa baadaye, ikuepushe na aibu unayozungumzia. Mtu amefanya kazi miaka 20, anastaafu hana chochote. Amefanya kazi miaka mingi mgodini, anastaafu hana chochote. Kwa hiyo labda ategemea pension, akipata tena pension yenyewe kwa kuwa hana plani, hana elimu ya fedha na yenyewe anatumia siku 2 imeisha, anakuwa mtu wa ovyo. Kwa hiyo cha msingi cha kuzingatia ni time preference. Usitumie pesa kana kwamba haitakuja kuisha. Tumia pesa ukijua kwamba itaisha. Kuwa na hofu ya pesa, fanya saving ya kutosha, fanya investment ya kutosha, fundisha watoto, fungua miradi tofauti tofauti ili utunze pesa kwa ajili ya kesho. Yes. Kitaalamu sasa, unafikiri fedha inamfuata mtu anayeitunza au mtu anayefuata fedha anapoitunza? Sasa hapo hiyo tunasema ni nidhamu ya pesa, si ndio? Yes, lazima uwe na financial discipline. Lazima ujue namna, yani pesa ni kama mwanamke, si ndio? Inatunzwa. Na pesa ikufaa, kama hujui kutunza pesa, hata kama tukikupa milioni, kufikia jioni itakuwa imeisha. Ndio ule msemo wa wahenga kwamba mtoto halali na pesa, hata kama ni mtu mzima ana ndevu, ana mvi, akipewa milioni kama hana discipline ya hela, jioni hata kuwa na hela pia. Kwa hiyo pesa inahitaji matunzo, inahitaji elimu. Ukipata pesa ujue namna gani ya kuimanage, lakini sio hivyo tu, ujue na budget, si ndio? Yes, nikipata pesa cha kwanza ni budget. Yaani usikimbilie sijui ninunue kitu fulani, hapana. Ukipata pesa chukua daftari, chukua kitabu, soma draft. Tengeneza script kwamba sasa hii, tengeneza framework kwamba hii pesa yangu nimepata milioni 1, 200,000 naipeleka sehemu fulani, 200,000 sehemu fulani. Hapo utafanikiwa. Lakini ukishika pesa unategemea kwamba eti budget itanikuta nikiwa dukani, utafanya vitu vya ajabu. Hiyo inatutokea watu wengi. Anatoka nyumbani 50,000 anasema hajaandaa vitu vya kununua. Ataenda kupangia dukani. Akifika dukani anaanza kununua vitu ambavyo kabisa vilikuwa ni nje na alichokuwa amekipanga. Kwa hiyo pesa inahitaji discipline ili uweze kuimudu. Tofauti na discipline huwezi kukaa na pesa. Mtu mmoja aliniambia kwamba unapoondoka nyumbani umepanga kwenda kununua kitenge, unatakiwa kwenda kununua kitenge. Kama umetoka nyumbani umepanga unaenda kununua karanga, basi nenda kanunue karanga. Usifike kule ukabadilisha, utakuwa nje ya malengo na kabisa utakuwa umekosea fedha yako. Nidhamu. Emmanuel Isaya, mtaalamu wa masuala ya uchumi, mwalimu wa masuala ya uchumi, unafikiri ni sahihi sasa mtu ambaye anafikiwa na fedha wakati ana elimu ya fedha kupata wataalamu ama kupata ushauri kutoka kwa wataalamu wa masuala ya kiuchumi? Absolute. Na hiyo ndio swala la msingi. Kwa sababu ukiangalia taasisi kubwa, ukiangalia wenye fedha wengi waliofanikiwa, wana washauri wa mambo ya fedha. Lazima anakuwa ana mentor. Yaani mentor maana yake ni mwalimu ambaye ana utaalamu juu ya kitu fulani, si ndio? Wewe sio wa kwanza kumiliki pesa. Hata unavyomuona Elon Musk, Jeff Bezos, kina Jack Ma, bilionea wa China, wana organization ambayo inamshauri kwamba mheshimiwa, saizi kampuni imeingiza labda bilioni 500, tunafanya nini? Anaita ile kabineti yake, wanamshauri tufanye 1 2. Mfano hata hapa mtani kwetu kuna watu na makampuni, hizo pesa unazozipata hawaziendeshi wenyewe. Ile kuna organization ambayo inamsaidia mkurugenzi au meneja wa kampuni kwa ajili ya kuendesha pesa iliyoingia. Kwa hiyo elimu ya pesa inatakiwa kwa mtu yoyote ambaye anataka kufanya kitu kikubwa. Tofauti na hapo,
hatuwezi tukawa tuna pesa. Huo ni uongo. Na tuseme kwamba huwezi kuwa na yani hakuna utajiri unaoanzia juu, si ndio? Utajiri unaanzia 0 mpaka tunafika 100. Kwa hiyo even saving, uanze kupata pesa nyingi, lazima uanze kusave kiwango kidogo. Aidha kuanzia 1000 kwenye biashara yako. Una biashara ya nyanya, mtaji wa nyanya shilingi 20,000, faida ni shilingi 8,000, unaanza kutunza na una watu ambao wanakushauri usikate tamaa, endelea kuwekeza. Mwisho wa siku ulikuwa na mtaji wa shilingi 20,000, unakuza na kuwa mtaji wa 200,000, unaanza kuagiza guta ile bajaji ndogo ya nyanya, mwisho wa siku unaagiza lori, unaanza kuagiza semi ya semi ambayo imejaa nyanya kwa ajili ya biashara yako. Kwa hiyo elimu ya fedha ndio kitu cha msingi. Hatutafanikiwa kama hatutakuwa tuna financial discipline and financial education. Tukiwa tumefika ukingoni, mtazamaji wa Mjasilia TV, kumbuka kipindi hewani ni Kijiweni, langu jina ni Pili Mkono. Mada mezani ambayo tuko nayo siku ya leo nasema, unafikiri ni wakati gani sahihi mtu anastahili kupata elimu ya umiliki wa fedha kabla ya kumiliki fedha zenyewe? Mali bila daftari huisha bila habari. Ni sawa. Lazima, na anapozungumzia mali bila daftari, hamaanishi daftari kama anamaanisha elimu, si ndio? Yes. Hapo anachokizungumzia kikubwa hapo ni swala la elimu. Nirudi nyuma kidogo. Kuna kauli wao wanaisema watu kwamba fulani amefanikiwa, tulikuwa naye tunahangaika mtaani, amepata pesa ametukimbia. Hata kama ni mimi nikipata pesa, baadhi ya marafiki nitawakimbia. Kwa nini? Kwa sababu moja. Unapokuwa na pesa lazima utafute watu ambao wana status kama ya kwako, ambao mnaweza mkakaa mkaplani vitu ambavyo vitawavusha kutoka hatua uliokuwepo kwenda hatua nyingine. Tuchukue mfano bosi wako wewe sasa. Si rahisi kumkuta amekaa na mimi tunaongea. Inawezekana, lakini zile issue ambazo ni very economic strategies sio rahisi kunikuta nimekaa naye naongea naye. Kwa sababu gani? Kuna vitu ambavyo yeye anavifanya vikubwa. Plani zake ni za mabilioni, mamilioni. Mimi plani yangu ni shilingi 10,000, 20,000. So hatuwezi tukaenda sawa sawa. Kwa hiyo lengo la kuwakimbia marafiki ambao hawana economic planning kubwa ni kutafuta watu ambao wana long term economic planning, so short term economic planning. Kwa hiyo watu kama hao ndio unatakiwa unakaa nao ili kuhakikisha miradi yako, program zako zinakuwa sawa, kwamba ikitokea labda mradi wako kama ni kampuni imetokea kitu labda inflation imetokea, kampuni inafanya nini, unawashauri kusaidia. Imetokea price fluctuation kwenye kampuni yako, nini kinatokea, watu wa kusaidia wapo. Imetokea umeagiza mizigo kule bandarini, ukaambia kwamba saizi bwana ushuru wa forodha kule bandarini umekuwa mkubwa, nini kinatokea, una wataalamu wa kukushauri. Sasa unapokaa na watu ambao hawana elimu ya fedha, hawajui chochote, hawajui elimu ya uchumi, obviously lazima tu kampuni yako ita bankrupt, utakolapsi na itakuwa historia fulani alikuwa na kampuni kubwa. Ila kama tuna watu ambao watatusaidia, basi kampuni itasimama na vitu vingine vitaendelea. Mimi nafikiri ni hivyo. Kila chenye mwanzo, mtazamaji, hakikosi kuwa na mwisho, lakini pia wanasema wakati ni ukuta, huwezi kushindana nao. Kijiweni sio mahali pa kukaa na kupiga story peke yake, lakini pia tunaweza tukapata watu kama hawa na tukazungumza yale ambayo yanazungumzika, tunayoyaishi kwenye maisha yetu kila siku, yale tunayoyasikia, na kazi yetu ni kukumbushana. Langu jina ni Pili Mkono. Mada mezani siku ya leo ilikuwa inasema, unafikiri ni wakati gani sahihi mtu anastahili kupata elimu ya umiliki wa fedha kabla ya kumiliki fedha zenyewe? Nyuma ya kamera yuko Leonard Peter. Mpaka wakati mwingine, kwaheri.